Wathesalonike wa kwanza mlango ni 4 kuanzia 13 mpaka 18. Nitashiriki na hiyo ndio Mungu aendelee kutubariki. So neno la Mungu inasema hivi. Naomba kwa unyenyekevu walio na nguvu tunaweza simama, tufue kofia zetu, tusome neno hilo. Tusimame. Tusimame ndio tusome. Alafu wakati ninanena kwa ufupi tutakuwa tunaketi. Biblia inasema, lakini ndugu, hatutaki mkose kujua kuhusu wale waliolala mauti, ili msihusunike kama na watu wengine wasio kuwa na tumaini. Kwa kuwa tuamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Kwa hivyo Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mautini ndani yake. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe, twaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai, tuliobaki hadi kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliolala mauti. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu, na sauti ya tarumbeta ya Mungu. Nao waliolala, waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Baada ya hiyo sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo farajieneni kwa maneno haya. Tunaweza keti sasa. Asanteni kwa kuheshimu neno la Mungu. So kwa ufupi, nilihisi ndani ya moyo wangu Roho Mtakatifu anazungumzia moyo wangu nizungumze kuhusu kungoja ama waiting. Katika safari hii ya imani, wengi wamengoja mpaka wamekufa moyo. Katika safari hii ya imani ya kumwokoba Mungu, wengi wamengoja mpaka hata wengine wameenda kwa ulimwengu huu kwa kujiua, kujinyonga na kufanya chochote kile. Lakini leo hii nikiwa mtumishi wa Mungu, nataka nilete ujumbe huu, nikileta katika aswa kwa ajili ya familia hii, kwa kwamba tuendelee kungoja huyu Yesu. Kwa nini tungoje Yesu? Yesu mwenyewe alisema katika kitabu cha Yohana 14, msifadhaike mioyoni mwenu mnapomwamini Mungu. Yesu mwenyewe akasema mniamini na mimi pia. Akasema nimeenda kuandalia makao. Na akishaandaa makao, Biblia inasema, akasema nikishaandaa makao nikuja niwachukue. Na akasema ili mahali mimi mwenyewe nitakuwa, hata nanyi mtakuwa pamoja na mimi. Lakini watu wamekosa kungoja. Watu wamekufa moyo kwa kungoja huyu Yesu. Wamepoteza tumaini. Na ikiwa kuna mtu ambaye amepoteza tumaini, kifo chake ama kunyang'anywa na yule mwovu ni rahisi. Kwa sababu kitu ambaye itatusimamisha kwa ulimwengu huu ni kuwa na tumaini, hata kama ni ngumu namna gani, hata kama ni uchungu namna gani. Tumaini letu ni hii, kungoja huyu Yesu. Maana ni yeye alitupatia ahadi, na yeye sio mtu ndio aseme uongo. Yeye ni Mungu, yeye ni Mungu wa haki. Akisema amesema. So wakati wa Paulo akasema sitaki msijue habari hizi kwa ajili ya wale ambao wamelala. Kwa nini? Akasema ikiwa tunaamini kwamba Kristo alikufa na akafufuka, hivyo ndivyo na hata na sisi tunaamini ya kwamba ikifika kiwango ambayo kama dada wetu sasa ametutangulia, tunaona mwili wake sasa, lakini roho yenyewe imerudi kwa Muumba.
muumba wake ambaye ni Mungu wetu. Lakini mwili tu ndio tunaona. Hivi ndivyo tunapatia heshima, kuombea familia, kwa heri ya mwisho. Hatutaona tena na mwili kama hii. Lakini Paulo akaimiza kanisa hili la Wathesalonike kwa kwamba hatutaki mkae kana kwamba hamjui habari hii. Kwamba ikiwa jambo la kwanza, the first thing in life is to believe in Jesus Christ. Are we believing in Jesus Christ? That the Bible says, ikiwa tunaamini yeye alikufa na akafufuka, hivyo ndivyo hata na sisi tutakapolala kuna siku tutafufuka. So there will be a time of resurrection. Na wala ambao watakuwa wamelala wakiwa na Kristo, Biblia inasema ya kwamba hawa ndio wale wa kwanza kufufuliwa kwanza na kumlaki Kristo pale mawinguni. Na akasema wala ambao kutakuweko na watu ambao watasalia kuishi mpaka siku ile Kristo atakapokuja, ambao hawatamuona, hawatatangulia wala ambao wamelala katika kaburini. Watafufuliwa waende wakae na Yesu. Na Biblia inasema kwa kufumba na kufumbua kwa macho, sisi tutabadilishwa. Na tukibadilishwa, tupewe sasa mili ambayo sio kama hii, ambaye ni lazima irudi mchanga mahali alitwaliwa. So Biblia inasema wale ambao watakuwa wameenda kumlaki Kristo, on a twinkling of an eye we will be changed. Tufanane na Mungu, tufanane na Yesu. Tufaye mili zingine ambaye haitaharibika tena. Tuende tukae na yeye milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Are we still waiting? Ama tumechoka? Biblia inasema kuwa kwamba kukuja kwa Yesu haitakuwa ni siri. Kumbuka wakati alipokuwa akionyeshana kwa ajili ya wale the disciples ama the apostles of Jesus Christ, akajionyesha wakati alipofufuka siku ya tatu, akaenda kukaa pamoja na wao in 40 days. Baada ya 40 days akapaa, akaenda. And most of the people wenye walikuwa wanaenda, walikuwa wanaona akienda mpaka aonekane tena kule mawinguni, ni watu wa Galilaya. And the angels of God came, the two angels of God, wakakuja wakaambia, you Galileans, jinsi vile mnaona anaenda. Hivyo ndivyo dunia kote, hakuna macho ambaye hataona akirudi. So kurudi kwa Yesu haitakuwa ni siri. Ndivyo Paulo akaambia kanisa hili kwa kwamba atapeana mamlaka, atapeana uwezo, tarumbeta kupitia malaika mkuu, atatoa tarumbeta. So tarumbeta itakapolia, wote ambao walikuwa wamelala na sisi ambao tunasalia, kama tutakuwa tunaishi, tutaona huyu Yesu akikuja. Na anakuja kwa ajili ya kanisa ambaye imetayarishwa. Kanisa ambaye amependa Mungu. Kanisa ambayo wameoshwa na damu ya Yesu. Wako tayari. Hata ingawaje tunapitia changamoto ya kila aina. We have been passing ups and downs. So many challenges in our families, in community and all over. Burials. Vifo imejaa. Lakini tumaini letu ni hii. Paulo mwenyewe akasema, farajianeni kwa maneno haya. Kuna mwimbaji mmoja aliimba kwa Kalenjin akasema, tutakapokuwa mbinguni kutakuweko na mambo ambayo itafanyika. Jambo la kwanza, usipong'ang'ana na kutafuta huyu Yesu kwa moyo wako wote. Kama mimi nianza sasa nikiwa mchungaji, ati nitakapokuwa pale, jambo la kwanza ni kutafuta mshirika alikuja kweli hapa. Kutafuta. Na mwimbaji huyu akasema, itakuwa ngumu kidogo kama mchungaji anatafuta mshirika na hatapata. To make the matter worse, akasema kuwa kwamba mshirika atakapofaulu na kuingia huyu ufalme wa Mungu, jambo la kwanza ambaye atafanya ni kutafuta huyu pastor. Yule pastor alikuwa anatuhubiria. Je, alifaulu kuingia hapa kweli? So mwimbaji akasema watatafutana. Wewe utatafuta jirani, wewe utatafuta mshirika mwingine wa denomination nyingine. Lakini je, utakuwa moja ya wale ambao watapatikana pale? Tuokoke, tupende huyu Yesu, maana anakuja. Are we still waiting
for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Ndugu yangu Koros and your family, tunawaombea. I know it is a tough moment to your family, lakini tunawaombea. Ndio siku za uzoni mtaona kwa kwamba Mungu hajatuacha. Na ninataka ni encourage the family, especially Koros. Shikilia mahali mama alikuwa kabisa, kwa njia ya kutafuta wokovu. Shikilia kabisa. Waenda omba Mungu pale. Enda ambia Mungu, atujui maisha hii ya ulimwengu. Tuko leo, atuko kesho. So, kumaanisha ni kung'ang'ana na kungoja na kusema liwe liwalo, ni lazima ningoje nani? Lazima ningoje huyu Yesu. Hata kama tutafinywa. So many missionaries in other countries wamepitia changamoto, wengine wamewawa, wengine hata wamechomwa, wengine hata wamekatakatwa kidogo kidogo because of the gospel. Lakini sisi tulio na amani, tusichukue hiyo amani ambayo tunazo iwe ni ya bure. Let us utilize the peace that we have in our country, the peace that we have in our families, in our villages, na tuhubiri Injili na tungoje huyu Yesu, maana yeye amesema anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mchungaji mmoja alisema, niliokoka ni kwa sababu kule sehemu za Bomet tulikuwa tunatumia means of transport ilikuwa punda. Na jana kwa television niliona Litein wana complain wanatumia punda. So siku moja mchungaji mmoja akasema, niliokoka kabisa na nisitaki nirudi nyuma, kwa sababu kumbe wakati alikuwa anapeleka punda akarusha miguu yote. Akasema nguvu yenye ilipitia kando, yani hakukonga yeye, alipitia kando. Miguu yote, hivi fikiria miguu ya punda. Iliinua hivi na akafanya hivi. Akapitia kando. So Mungu alimlinda yeye, akasema wacha niokoke. So wewe ni nini umepitia na ukasema niokoke? Ama unataka ungoje? Siku moja mimi nilikuwa mgonjwa. Nikapelekwa kula ilikuwa Bindries Samani Hospital. Kumbe hakuna mtu mwenye anataka kukufa hata kama inasema anaenda. So nilisikia madaktari wakiongea, the nurses walikuwa wanaongea. Wakasema, hey. So nilikuwa nimefunga macho kidogo. Mimi ni mgonjwa. So saa hiyo sasa wanazungumza, nikasikia anasema kama angemaliza another 1 hour, huyu angeenda. Nilifungua macho na akasema, ati nani aende? Kumbe hakuna mwenye anataka aende. So walikuwa wanaongea lugha ya Kiingereza. Walikuwa wanafikiria sisikii, kumbe nilikuwa nasikia kidogo kidogo. So nikasikia, kaambia akachange, akani jaribu kuniconfuse na uliza ile swali walikuwa wanasema ati 1 hour. So let us wait God in heaven. And I thank God. Is Jehovah Rapha. Anaponya watu wake. So wakati mwingine hata kuna watu wengine watu wetu ambao wako hospitali, tuwapatie tumaini. They will be healed by the stripes of Jesus Christ. The Bible says we are healed. Tupatie tumaini. Tusiseme wanaenda. Sasa wewe uko na nguvu sasa. Unangoja punda kama vile mchungaji alisema aliinua. Unajua akiinua hiyo yote unaenda mahali miguu inafika, anakuboost uende juu kidogo. Lakini alipitia hivi. Akasema, "Hai, nimeokoka." Mimi Reverend Korir, niliokoka wakati niliambiwa na nurses, you had only 1 hour to die. I had to repent and to be saved and to love Jesus Christ as my Lord. Up to date, very many years, not so many like ile ya wazazi wetu, lakini nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. What you are passing through, never mind. God is still at the throne of grace. Jesus is still sitting at the right hand of God. And the Bible says he's interceding for us. Anatuombea. Pengine haujisikii mzuri. Wakati ulitoka nyumbani, ulikuwa na uzito fulani. Umekuwa mgonjwa. Umepitia changamoto, ugumu ya maisha. We still have hope. And the hope that we have is only in Jesus Christ. Praise the Lord. Bado tuko pamoja, tusalamiane.
Tell your neighbor, are you still waiting for the Lord? Kale ne. Aya uliza kwa Kalenjin kwa sababu mimi ni Mkale. Ndio tukifika mbinguni nitaambia hata nilikuwa nimeambia kwa Kalenjin. Ambia kwa Kalenjin tegeni Cheiso. Kumbe mnasikia Kale. So let us wait on the Lord. Tarumbeta itakapolia, utakuwa moja ya wale ambao watanyakuliwa. Tarumbeta itakapolia, nikiuliza swali moja sasa ndio nitamatishe nikamilishe mahubiri. Kati ya jinsi vile Biblia amezungumza, amesema kuna aina ya watu wawili. Kuna wale ambao watakuwa wamelala kama dada wetu makaburini. Alafu tarumbeta itakapolia na Yesu mwenyewe atakapokuja na mamlaka zote na nguvu za mbinguni, atakaposhuka kule mbinguni. Amesema watasikia. Watakuwa na masikio ya ndani ya kusikia kwamba wamekuja, wanavalishwa mwili zingine ambaye ni mpya, sio kama ile ambayo inaoza. Wanaenda. Alafu kuna wale ambao watapatikana. Business will be as usual. Those who are working in university or Egerton University, business will be as usual. Taamuka asubuhi naenda office. Some will be doing lecturing. Us as the clergy will be preaching, still saying, Jesus is about to come. And all of a sudden, tunasikia tarumbeta inalia. So kuna wale ambao hatakuwa wamekufa wakati huo. Unachagua gani, unapendanga gani? Kati ya hiyo mbili. Ulale ama unaambia aki Mungu usikuje kuja wakati niko hai. Ni gani unachagua? Which one will you choose? To die and sleep, or upatikane ukiwa bado unafanya your business as usual. Haya, wacha niulize kwa imekuwa ngumu kidogo. Nani anataka kulala? Amutaka kulala? Haya. Nani anataka apatikane, abadilishwe, aende? Inua mikono. Even the clergy. So tungangane, tungoje huyu Yesu. Hatujui jinsi vile atakuja. Lakini tutakapokuwa na masikio ya ndani, macho ya ndani, tutakuwa tunaona na tunasikia kwamba tarumbeta imelia, twende tumlaki Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Family of Cross, tunawaombea. I know, wakati mama yangu alipopumzika, kumbe nilimon for so long, sikujua. You know, mama ni mama. Mama ni wa maana kwa familia. I believe even Cross for some days will be mourning. Maana partner yake ametangulia. So, but I thank God. Ilienda mpaka ikakatika tu, and I know you have that experience. Wakati wa morning unaweza mourn, ifike wakati inakuwa automatic. Kwa hivyo kumaanisha kwa kwamba Reverend Jumbe alikuwa amekusia kwa kwamba hatuwezi sisi, even us as the clergy, hatuwezi, lakini kuna Mungu mbinguni mwenye anaweza. And that's why nikiwa kiongozi wa kanisa, may I take this opportunity to encourage the family of Cross and the entire family, both families. Ikiwa unalia sana leo, usijali, we have God in heaven. Mwenye ikifika anakata tu hivi na inaisha. Nilikuwa ninaona kama nilimon for almost a year. Nikikumbuka sina mama tena. You know, baba alituacha tukiwa wadogo. So mama alisimama kabisa kwenye pengo ya familia. So wakati alipoenda, nikafikiria kwa kwamba sitaona tena mama yangu. So it is not something easy. But we are here to pray for you, to pray for God who is in heaven. Mwenye atatake control, mwenye ataongoza. Mushikilie neno tu ndio inaleta mwangaza kwa familia. Mutakuwa na upweke, lakini wacha Mungu wa mbinguni and the presence of the Holy Spirit ambaye ni omnipresent achukue hiyo hatua, hiyo ushukani yote iwe pamoja na nyinyi mpaka siku za uzoni, tutakapokuwa kwa pamoja kanisani, mtakapokuwa
makanisa ambayo mnamwabudu Mungu mkiwa, wasikie kwamba mmekuwa na nguvu. That is our prayer as the church. Mungu awe pamoja na nyinyi. Amen. Si Mungu awabariki. God bless you. God bless you. Tuambie Mungu tusaidie. Si Mungu atusaidie kabisa. Na ninaamini kitu yenye itaweza hii is all about repentance in our hearts. Let us repent. Tusikubali tu kuwa kwamba ni kama imekuwa mingi. We repent. We ask God to forgive us. Ndio vifo isikue mingi. Yala ambayo sio mapenzi ya Mungu, tuombe Mungu asimame na sisi. Amen. Let us pray. Tuombe. Pengine unataka kuokoka. Nataka nikuombe. Nataka nikuombe. Ndio Mungu akubariki, Mungu akukuze. Mungu akuongoze mpaka siku ile ambayo wewe mwenyewe utasema niliokoka na ninapenda Yesu. Can we pray this prayer? Tuseme, Bwana Yesu, naja mbele zako kama vile mzingi wa neno la leo ni kwamba kungoja Yesu. Baba, unisaidie. Leo hii nimeokoka. Ninakiri dhambi zangu zote. Ewe Mungu, unisamehe. Unitakase na damu ya Yesu. Baba, ninaomba kuanzia leo nitafuata huyu Yesu. Kuanzia leo nitakimbilia Yesu. Ninaomba kwa unyenyekevu, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Na ninaomba, ewe Bwana, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Maana nimeokoka kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba aishie milele, Mungu wetu aketie kwenye kiti cha enzi, ukitawala mbingu zote na dunia. Asante kwa wakati huu. Nimeleta neno lako kwa niaba ya wahubiri hawa wote. God in heaven, you have given me that grace to stand in this burial day and to proclaim about your goodness. Heavenly Father, I pray that you may use this word to be a word to remember. Iwe ni neno ambayo tutakumbuka tukihisi kuna uchungu, tukihisi kuna maafa, tukihisi kuna vitu ambaye inatufinya. Baba aishie milele. Kuanzia leo tutakumbuka kuwa kwamba ujumbe wa leo umetukumbusha kwamba tukungoje ewe Yesu. Liwe liwalo, hata kama yule ibilisi anainuka kinyume kwa ajili ya maisha yetu, anainuka kinyume kwa ajili ya familia zetu, anainuka kinyume ni kwa ajili ya nchi yetu, lakini leo hii Baba aishie milele, tunakutukuza, tunakuinua, tunakusifu, maana unaweza yote. Tamalaki uwanja huu, tamalaki familia hii ambayo tumekuja kuomboleza kwa pamoja na kutia moyo kwa kwamba kuna tumaini. Baada ya hii utawainua wafikie kiwango nyingine. Bariki neno lako, ukibariki ratiba iliyo mbele yetu. Maana tuomba hayo katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Amen. Tuseme amen. Hallelujah. Baadaye. Amen. Asante sana Reverend kwa neno nzuri ambayo umetumisha nayo mchana huu wa leo. Tungependa wale waimbaji tungemsindikiza na Kengoi Jehova. Wako wapi? Kengoi Jehova. Wamama wanisaidie kuimba, sababu hiyo neno nzuri sana, lazima tuimbe nyumba yake kidogo. Haya, ningependa kukaribisha mwimbaji moja, hata kama kuna yule wa kanisa lolote akuje hapa tuimbe kidogo, ambayo ili tufurahie kidogo. Ni siku ya sherehe. Kengoi Jehova. Oh, asante Yesu. Asante Yesu.
Asante sana Bwana Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Naitwa June Kimeli, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tumesikia neno la Mungu na ningependa niimbe nyimbo moja. Mimi ni mwanakwaya. Yes. Katika kanisa la AIC Gaton Chapel na siko na siogopi kwa sababu ninajua mwenye ni ako katika maisha yangu ni mkuu. So ninaenda kuimba nyimbo inasema kuna mji uko juu mbinguni. Kuna mji huko mbinguni, mji huo ni Sayuni, umetayarishwa kwa sababu ya wateule wa Mungu. Kuna mji huko mbinguni, mji huo ni Sayuni, umetayarishwa kwa sababu ya wateule wa Mungu. Tutaimba haleluya, 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 haleluya. Tutaimba haleluya. La 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 la. Ndugu yangu jitahidi, dada yangu jitahidi, baba mama tutafika pamoja na wateule wa Mungu. Ndugu yangu jitahidi, dada yangu jitahidi, baba mama tutafika pamoja na wateule wa Mungu. Tutaimba haleluya, haleluya, haleluya. Tutaimba haleluya pamoja na mwana kondoo. Mji huo ni wa raha, mji huo ni wa amani, mji huo kwa kusifu pamoja na mwana kondoo. Mji huo ni wa raha, mji huo ni wa amani, mji huo kwa kusifu pamoja na mwana kondoo. Tutaimba haleluya, tutaimba haleluya, tutaimba haleluya pamoja na mwana kondoo. Mungu awabariki. Kwa Madam June, makofi kwake, makofi kwake. Hallelujah. Amen. Hapo ilishinda wengi. Asante sana Madam June kwa sifa nzuri ambayo umetupa. Ningependa sababu tumeoda viti na tent ingine nakuja, ningependa kama wewe ni mwenyeji usiwache wageni wasimame kando yako na wewe umeketi. Na hapa mbele kuna viti zingine hapa mbele mnaweza kukaribia. Amen. Ukijua wewe ni mtu wa Egerton na uko pale kando ukidhania kuna viti, kuna kiti yako uliwekewa hapa, tafadhali. Amen. Haya. Asante sana Reverend, asante sana Madam June. Wacha tuingie kwa programu zetu. Kwa programu zetu jinsi ambavyo imepangwa,
tutaanza na Egerton University, kisha baadaye Rumwe Community, Willis ambaye ni Willis Koros family, the Kisii family Davin family ambayo ataongozwa na Elder Charles, kisha baadaye kama tutakuwa na Nakuru Teaching and Referral Hospital, Joy Helen, Nakuru Nursing Home. Amen. Hivyo ndivyo program zetu zitakuwa zikiendelea, na kama kuna mtu ambayo angefikiria ama angetamani sana kuwa ndani ya hii program na amesikia kama area yake haijaguzwa, kuna nafasi, unaweza kutuambia. Hatujafungia mtu. Haya, Egerton University ni kubwa sana na ndani yake ni kubwa sana kama tumbo ya ng'ombe. Bwana asifiwe sana. Ndani yake ni kubwa zaidi na hijamenzoliwa zote hapa. Kwa zile chache ambayo tumegusagusa ndio tutawapea. Na ya kwanza kabisa, wacha niambie wana Egerton University wasimame ili wasalamie watu hivi, sababu ndio wengi zaidi. Popote ambayo wana Egerton wako hapa, ningeomba wasimame tu ili wapendwa wote mafamili waone mumekuja ya ukweli. Wote wasimame, na ndio hao wote ni wana Egerton University na bado wako jiani. Haya, makofi kwao. Amen. Asanteni sana. Haya, tunaanza hivi. Tuko na mtoto wetu Chebet ambayo anasoma pale Egerton University katika Agricultural Engineering Department. Bwana asifiwe sana. Walipewa nafasi ya wanafunzi wenzake ambayo wanasoma nao kule. Wangependa pia mtu mmoja asimame, kama wako wote wakuje hapa, na ni dakika kama 2 tu, lakini mtu mmoja tu ndio watazungumza kama wako agricultural engineering students. Kama mko around, tafadhali. Amen. Mnakuja? Haya, asanteni. Alafu nilikuwa ninaomba uende uko hapo, wewe ni mtoto mdogo, unaona mzazi amesimama, tafadhali muamkie tu. Ama penye umekaa kuna kiti iko bure, unaweza ita ule mwenye amesimama. Kwa ile tenti ya pale bado kuna viti. Ninaomba mnaweza enda pale, kuna viti bado. Sawa, waendelee. Hao ndio hao ya tu. Alafu tulete watu wengine tafadhali. Habari zenyu nyote. Mbele yenu we are agricultural students, third years. Wana Precious Alias kutoka Egerton University. A group of it. Sio wote wa education, faculty of education. Walionerea kwa sababu wao ni majirani na wanaombana chumvi, yani in the sense kwenda kuprint kwa mwingine, kuomba karatasi kwa mwingine, wakaona hawajuani,
wakasema watengeneze ka group kakupondi pamoja, na hata saa ingine mtu akiwa na stress wanamuencourage so that we can perform well. Na Davin alikuwa mmoja wetu na alikuwa wa msaada katika grupu hii yetu, na alizidi kutufundisha jinsi ya kukuwa na upendo na hata kujitolea kwa kazi. We learned so much kutoka kwake. Davini alikuwa mtu alikuwa na roho safi na mwenye achoki kwa kazi yake, na hata ukimuitisha kitu atakimbia, hata akwambie weka hapo nitakuletea. You can imagine mtu mwenye anakuwa aweze kuwafariji wakati huu mnayo omboleza mpenzi wenu. Na tunajua Mr. Korosi unaingia a new transition, maisha yenye hujawahi zoea. Ulitoka kwa mama yako ukaingia kwa Davin, bado hakuna wakati uliwahi ishi peke yako. Na wakati huu sasa utaenda kuanza maisha ya kuishi peke yako. Lakini neno inatuambia tukimtumainia Mungu atakuwa msaada. Sasa mimi nitakuomba uinue macho wako kwa Mungu. Mungu atakuwa msaada wako. Ninajua kila wakati ungekuwa na jambo ungekuja kwa Davin, unamwambia na anakusawishi vile mtaifanya. Pia Mungu atachukua hiyo nafasi na atashidi kukusawishi jinsi Davini alikuwa anakusawishi. So usiwaiona uko peke yako. Mungu wako na watoto wa Davin. Mungu ndio mama yenu kutoka wakati Davini aliyolala. Mkimuinulia macho yenu, msaada wenu utatoka kwa Mungu. Ndio hiyo nitawaombea Mungu azidi kuwalinda. Vile mko tu, tunashukuru sana. Siji kama mngekuja wote, wacha niwaongezee sababu yenye nalikuwa nafuata wanaitwa Egerton Secretarial Club. Najua kuna wale wataongezeka tu ndani maybe, si ndio? Si ni the same ile. Haya. So sasa wakuje wote sababu hawa walikuwa sasa ni Secretarial Club wote wa Egerton University. Karibuni sana. Ili pia mtu mmoja sasa ataongea kwa niaba ya wote. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mbele yenu ni Egerton University Secretaries Club. Tuko hapa kwa sababu ya dada yetu aliyelala, Davin Orina Koros. Napenda kama kwanza tungewekewa huo wimbo tulikuwa tumerequest wa tunasiri naye Yesu. DJ tafadhali. Give us that number. Ni kama it's taking long, tafadhali tuisaidieni kuimba huo wimbo cha kutumaini sina.